Biblia inasema, hebu nifatishe kwa sauti. Lameki akaishi miaka 182. Akazaa mwana, akamwita jina lake Nuhu, akinena, huyu ndiye atakayetufariji kwa kazi yetu na kwa taabu ya mikono yetu katika nchi aliyoilaani Bwana. Katika nchi aliyoilaani Bwana. Rudia tena, katika nchi aliyoilaani Bwana. Haleluya, haleluya. Biblia inasema huyu ni Lameki. Lameki ndiye baba yake Nuhu, yule Nuhu ambaye Mungu alimwambia ajenge safina. Sasa Nuhu alipozaliwa na huyu mzee Lameki, Biblia inasema Lameki alipomzaa tu yule mtoto, kuna maneno akamtamkia. Na huenda baadaye Nuhu alikuja kuwa mtu mkubwa aliyetembea kwenye njia za Mungu. Biblia inasema pamoja na kwamba wanadamu wote waliharibika katika nchi, lakini Biblia inasema Nuhu akapata neema machoni pa nani? Pa Bwana. Kumbe kuna misingi ya maneno ambayo yalishatamkwa nyuma yake tangu anazaliwa huyo Nuhu unaimuona. Haleluya. So Biblia inasema huyu Lameki anasema alipomzaa mtoto wake Nuhu, anasema huyu ndiye atakayetufariji, ndiye atakayeleta faraja, ndiye atakayeleta baraka katika nchi hii ambayo imelaniwa. Haleluya. Tuna trace hapa, kumbuka hapa tunazungumzia kizazi cha 10 baada ya Adamu. Ndio tunazungumzia habari za kina Lameki. Manake ni miaka zaidi ya 100 tangu Adamu. Haleluya. Ni miaka zaidi ya 1000, kama 1000 hivi tangu Adamu. Ndio anakuja kutokea mtu anaitwa nani? Ni miaka mingi sana. Baada ya miaka mingi sana anakuja kutokea mtu anaitwa Lameki, akamzaa Nuhu. Anasema Lameki anatamka maneno, anasema huyu ndiye atakayetufariji katika hii nchi, katika ardhi aliyoilaani Bwana. Manake baada ya vizazi 10 vilivyopita, bado ile laana bado ipo. Hebu tuangalie hii nchi aliyoilaani Bwana. Hii habari ilianzia wapi? Ilianzia Mwanzo sura ya 3 mstari wa 17. Twende haraka haraka, Mwanzo sura ya 3 mstari wa 17. Mstari wa 17 umefika Biblia inasema hivi, akamwambia Adamu, kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Kwa hii laana ambayo tunaiona katika Mwanzo sura ya 5 imetokea Mwanzo sura ya 13. Ni vizazi vingi hapo vilipita, ni watu wengi sana walipita, lakini ile laana bado ipo. Unaweza ukaona laana isipotenguliwa inaweza ikakaa muda mrefu. Laana yoyote usipoishughulikia inaweza ikakaa muda mrefu. Nilikwambia kwa wale waliokuwepo, laana unaweza ukaidefine kwa namna mbalimbali. Unaweza ukaelezea neno laana kwa namna mbalimbali. Lakini kwa ufupi, laana ni kwamba ni hali ya kukosekana kwa baraka. Ni hali ya kukosekana kwa utele. Ni hali ya kukosekana kwa mafanikio. Haleluya. Kwa sababu kinyume cha neno laana ni baraka. Sema baraka. Sema mimi nimebarikiwa kwa jina la Yesu. Kila laana inayotembea kwenye vizazi vya familia yangu, kwenye ukoo wangu, haina nafasi juu ya maisha yangu kwa jina la Yesu. Haleluya. Laana ndio inaweza kumfanya mtu hata mwenye nguvu apigwe. Laana inaweza ikasababisha mtu ana nguvu kabisa, lakini anaonewa. Laana ndio inaweza kusababisha waliotakiwa kupanda farasi watembee kwa miguu, na wanaotakiwa kutembea kwa miguu wapande farasi. Laana. Hebu ngoja nikuonyeshe kitu. Hesabu sura ya 22 mstari wa 6. Hesabu sura ya 22 mstari wa 6, bado tunajenga msingi. Hesabu sura ya 22 mstari wa 6. Biblia inasema hivi, basi njoo wewe na kusii unilaanie watu hawa. Hebu nirudie, basi njoo wewe na kusii unilaanie watu hawa, maana wana nguvu kunishinda mimi. Rudia tena, maana wana nguvu kunishinda mimi. Labda nitawaweza tupate kuwapiga, niwafukuze watoke katika nchi yangu, kwa maana najua kuwa yeye umbarikie ubarikiwa, na yeye umlaanie hulaaniwa. Umeona hayo maneno Biblia inasema huyu ni Baraki, mfalme wa hiyo nchi.
hiyo nchi ya Moabu. Wakati Israeli wanasafiri kutoka utumwani, wamepiga mataifa mengi, wamefika nchi ambayo mfalme wake ana akili, akajua kabisa hawa huwezi kuwapiga mpaka walaniwe kwanza. Biblia inasema huyu mfalme Baraki akamwendea mchawi. Sema akamwendea mchawi. Yes, huyu jamaa alikuwa mganga, alikuwa anajua uchawi, alikuwa analoga kupitia vinywa, analoga kwa kutamka maneno. Haleluya, haleluya. Mwambie jirani yako, uchawi ni maneno. Mwambie laana ni maneno na baraka ni maneno. Leo nimechagua baraka katika jina la Yesu. So Biblia inasema mtu huyu anasema watu wao wana nguvu. Kwa nini anasema wana nguvu? Anasema nimesikia habari zao, wamepiga mataifa mengi. Ana technique, ana strategy, ana mkakati tayari. Anasema ili niwapige lazima walaaniwe. Kwa kumbe tunapata kujifunza hapo kwamba laana inaweza ikamfanya mwenye nguvu kufanya nini? Kupigwa hata na mtu aliye dhaifu kuliko yeye. Jamaa anasema wana nguvu kuliko mimi, lakini ukiwalaani nitafanya nini? Nitawapiga. Kumbe laana inaweza kusababisha mtu alikuwa na nguvu kabisa, lakini akafanya nini? Akapigwa na mtu aliye dhaifu. Sema sio mimi kwa jina la Yesu. Kila laana iliyotamkwa juu yangu mchana wa leo na itengua kwa jina la Yesu. Kila laana iliyotamkwa juu ya maisha yangu na itengua kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Yes, so kinyume cha laana ni nini? Ni baraka. Nimekwambia laana ni nini? Ni maneno, na baraka nayo ni nini? Ni maneno. So simply they are both words. Laana ni maneno na baraka ni maneno, lakini haya maneno yanaweza yakamsababisha mtu apate au akose. Kwa kupata baraka ni kwa sababu kuna maneno ya baraka yako nyuma ya mtu. Haleluya! Ndio maana Biblia inasema mtu hataishi kwa nini? Kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Kwa kumbe maneno ya Bwana yanasababisha upate chakula. Unanielewa vizuri? Na kwa hiyo maneno ya waovu yanaweza kusababisha ukose. Sema kila neno la uovu lililotamkwa juu yangu mchana wa leo na libatilisha, halina nafasi kwenye maisha yangu wala juu ya watoto wangu kwa jina la Yesu. Nasema ili niwapige, nisaidie kuwalaani. Anaomba kabisa, anaenda kwa mganga, anasema nakusii njoo unisaidie kuwalaani hawa watu ili niwapige. Umewahi kujiuliza ni nani alienda kwa mganga ili alaani watu wa kwenye familia yenu? Hasemi hata ni laani mtu, anasema hawa watu manake ni familia nzima, ni ukoo wote, ni koo 12, manake uzao wote, yani makabila yote 12 ya Israeli. Mtu mmoja tu anataka awapige, akaenda kwa laani, akaendea kwa waganga, anaenda kulaani kabila 12. Unajua maana ya kabila 12? Maanake ni makabila 12. Inaita maanake Msukuma, Mdigo, Mngoni, sijui nini na kabila yako jaza pale. Sasa kama mtu anaweza kwenda ili alaani makabila 12, sembuse familia moja ya kwako ya kwenu. Unanielewa ninachokimaanisha sasa eh? Kwa hiyo inawezekana kabisa kuna mtu zamani hata kabla wewe hujazaliwa alienda akatamka maneno kwenye familia yenu. Sema leo nayatengua kwa jina la Yesu. Sema leo nayabatilisha kwa jina la Yesu. Sema kila neno lililotamkwa, neno la uovu lililotamkwa juu ya familia yetu kwamba waharibikiwe, kwamba watangetange, yale maneno nayatengua kwa jina la Yesu. Karabasante ya bararoshi. Kwa laana manake ni kukosa access ya baraka, ni kukosa utele, ni kukosa maisha. Lakini ninazo habari njema mchana wa leo. Biblia inasema katika Yohana sura ya 10 mstari wa 10, mwivi haji ila ibe, kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wana. Alikuja ili wawe na uzima. Na neno la Bwana linaniambia kwa kusudi ili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili asivunje kazi za ibilisi. Leo zinavunjika kwa jina la Yesu. Sema leo zinavunjika kwa jina la Yesu. Sema kila kazi ya uovu kwenye familia yangu leo inavunjika kwa jina la Yesu. Maneno ya magonjwa, maneno ya mateso, maneno ya uharibifu juu ya watoto wangu, juu ya maisha yangu, vunjika leo kwa jina la Yesu. Kari ya baba sonta rabaya. Yawezekana walikutamkia,
ya kwamba kwenye maisha yako hakutatokea mafanikio kwako, kwamba kwenye familia yako hakuna atakayefanikiwa, na wewe hujazaliwa lakini umezaliwa. Wana bahati mbaya, umezaliwa kwenye hiyo familia, kwa sababu yako hiyo familia inaenda kufanikiwa kwa jina la Yesu. Kwa sababu yako hiyo familia inaenda kufanikiwa kwa jina la Yesu. Biblia inasema kuna nchi moja ilikuwa inaitwa Nazareti. Biblia inasema katika mji wa Nazareti hakukuwa na baraka yoyote iliyotokea. Tangu Samsoni ambaye alikuwa ni Mnazarayo wa kwanza alivyoondoka, hakukuwa na baraka yoyote. Watu wakuu waliotokea, watu wote waliotokea kwenye ile nchi walikuwa wanyonge. Watu wote waliotokea kwenye ile familia walikuwa wamepigika. Lakini Biblia inasema akatokea mtu mmoja anaitwa Yesu wa Nazareti. Biblia inasema habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyompaka mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akatembea huku na huko akitenda kazi njema na kuwaponya watu walionewa na ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Haleluya! Biblia inasema akatokea Yesu Nazareti. Ndio maana watu wanapomwona Yesu wanashangaa, wanasema nawezaje neno jema kutokea Nazareti? Hata kwa familia yako ambapo haijawahi kutokea neno jema, kwa sababu yako linatokea kwa jina la Yesu. Mungu amekuleta kusikizisha haya maneno kwa kusudi. Kuna vitu vinaharibika leo kwenye familia. Kuna uchawi unavunjika leo. Kuna madhabahu zinasambaratika leo. Kuna uharibifu unatoweka leo. Wasioolewa wanaolewa, wasiozaa wanazaa tena, walioitwa matasa wananyonyesha kwa sababu yako. The mighty name of Jesus. Kwa hiyo tunajifunza, Mungu akitaka kubadilisha historia anatumaga mtu. Mungu akitaka kubadilisha familia anatuma mtu mmoja. Biblia inasema alipozaliwa Nuhu, Lameki akasema kwa sababu amezaliwa huyu atakuja kuleta faraja kwenye hii familia. Karobo sataya. Wewe umezaliwa mle, umejikuta kwenye hiyo familia, unajichukulia poa. Nataka nikwambie, Mungu hakuchukulii poa. Mungu ana mpango na wewe, hata kama watu wanakuchukulia wa kawaida. Mungu hakuchukulia wa kawaida. Mungu ana mpango na wewe katika jina la Yesu. Wewe haujazaliwa kwenye familia bahati mbaya, na Mungu amekuleta hapa kusikizisha haya maneno makusudi kabisa. Inawezekana hata wewe uko hata na mpango wa kuja kanisani, lakini Mungu amekuandaa kusikizisha haya maneno ya kwamba kwa wewe anataka abomoe falme. Anasema katika Yeremia sura ya 1 mstari wa 10, anasema tazama nimekuweka juu ya falme na juu ya mataifa, ili kubomoa na kuvunja na kung'oa na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Mungu anataka ajenge misingi upya. Maana Biblia inasema misingi ikiharibika mwenye haki atafanya nini? Kwa kuna misingi iliharibika kwa familia, lakini kwa sababu yako Mungu anataka aibomoe, aishushe, aipromoshe ili aijenge upya. Haleluya! We are going to build the foundations today. Tunaenda kuvunja na kujenga misingi leo. Haleluya! Kama unanielewa nipungie mkono. Kama unanielewa nipungie mkono. Yes. Nafurahi kwamba unanielewa, kwa sababu kuna vitu vinaenda kutokea hapa. Kuna vitu, mwambie jirani yako, kuna vitu vinaenda kutokea hapa. Mwambie tena, kuna vitu vinaenda kutokea hapa. Haleluya! Nguvu ni maneno. Laana ni maneno na baraka ni nini? Ni maneno. Kwa kama wametamka maneno yao ya laana, usijali, hata wewe una chance ya kutamka, kwa sababu hata wewe unacho kinywa, na wewe unaye nabii wa Bwana mahali hapa. Haleluya! Makuhani wa kichawi na sisi ni makuhani wa Ebeneza. Haleluya! Wewe ni makuhani wa Lucifer wa kuzimu na sisi ni makuhani wa Bwana. Ndio maana wako wawili. Ukiona maisha yanaendelea, kuna watu wa aina mbili. Mwivi aje ili achinje, kuiba na kuharibu, ila mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Kwa kuna aliyekuja kuua, kuna aliyekuja kuleta uzima tele. Haleluya! The power of words. Kwa sababu ya laana unaweza ukahangaika, ukatumia nguvu, ukatumia bidii sana, lakini kila unachokipata hakionekani. Kumbe kuna laana, kuna maneno yalitamkwa. Leo tunayatengua kwa jina la Yesu. Tamka, mwambie jirani yako, tunayatengua kutamka. Na sisi tunatamka. Haleluya! Biblia inasema katika Mithali 18 mstari wa 21, mauti na uzima huwa katika uwezo wa nini? Wa ulimi, na upendao atakuwa matunda yako. Maisha ya mtu ni machaguo. Maisha, life is choice.
Ndio maana kuna kitabu nilikuwa naandika kinaitwa My Life My Choice. Yaani maisha yangu chaguo langu. Vile unavyoniona naishi ni kwa sababu nimechagua. Mwambie jirani yako hakuna kukuchagulia maisha wewe. Unachagua mwenyewe. Haleluya. Haleluya. Yes, Mungu mwenyewe anasema katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 20 anasema tazama nimeweka mbele yako mauti na nini? Na laana. Anasema nimeweka uzima na nini? Na mauti, baraka na nini? Na laana. Alafu anasema chagua baraka ili uishi wewe na uzao wako, wewe na watoto wako. Haleluya. Kwa kumbe unapochagua uchagui kwa ajili yako peke yako, unachagua kwa ajili ya watoto wako pia. Sema leo nachagua uzima, leo nachagua baraka, leo nachagua neema, leo nachagua kufanikiwa, leo nachagua utukufu, nachagua uhai, nachagua kibali kwa jina la Yesu. Haleluya. Yes, sisi hatuchaguliwi, sisi tunachagua wenyewe. Sema sisi tunachagua wenyewe. Sema tena sisi tunachagua wenyewe. Usoma Luka sura ya 5 mstari wa 5. Nafikiri utasoma mwenyewe. Biblia inasema Yesu anamtokea Petro. Anamwambia Petro, Luka sura ya 5 mstari wa 5. Anamwambia Petro, anamwambia baada ya kutumia mtumbu wake, Petro alitoa mtumbu ili Yesu aupie. Baada ya Yesu kutumia, akamwambia sasa shusha nyavu vue samaki. Petro kuna maneno anamwambia, anasema Bwana mkubwa, tufanya kazi kuchosha usiku kucha tusipate kitu. Sasa tumehangaika kuvua usiku kucha tukupata nini? Chochote. Kuna maneno Petro anamaliza naye, anasema lakini kwa nini? Kwa neno lako nitazishusha nyavu. Sema kwa neno lako. Sema tena kwa neno la Bwana ninafanikiwa kwa jina la Yesu. Manake hapa kuna siri imefichwa nyuma ya maneno ya Petro, hujaelewa. Anasema najua kuna maneno yalitamkwa ndio maana nimekosa, lakini kwa neno lako wewe najua nitapata. Haleluya. Kumbe maneno ya uharibifu yanaweza kukufanya uhangaike usiku kucha, ufanye kazi usiku kucha na mchana kutwa, lakini ufanikiwi. Sasa tumefanya kazi usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako. Kwa kumbe mafanikio ni maneno na kukosa ni nini? Ni maneno. Ramasonte bande barashata. Biblia inasema mzee isipofuka amefika uzeeni, anakaribia kuondoka, akamwita mtoto wake Esau, anataka mbariki. Lakini Esau alishachukulia kawaida bali ya maneno. Yakobo alikuwa na siri, anajua nguvu ya nini? Ya maneno. Yakobo ameshamwimbia uzaliwa wa kwanza bila yeye kujua, kwa sababu alidharau maneno, anafikiri si maneno tu. Biblia inasema akatoka huko porini kuwinda akiwa na njaa. Afika kwa Yakobo anakuta amepika chakula cha dengu. Akamwambia chakula nini? Akamwambia uniuzie kwanza haki yako wa kwanza. Akamwambia itanifaidia nini? Anasema hapa kabisa, tamka kabisa maneno. Mwambie jirani yako epuka maneno maovu. Epuka kujitamkia maneno mabaya. Akaapa kabisa haki ya Mungu nimekupa. Anajua si maneno tu. Nimetamka alafu haki yangu ninayo. Kumbe ndio ameshaiuza hivyo. Haleluya. Baada hapo kale ka Yakobo bado kanamwinda. Tena sasa hii kameingia mkakati na mama yake. Mwambie jirani yako akina mama ni hatari. Haleluya. Ana akina mama vizuri. Kirahisi tu anachokitafuta maneno tu. Na Biblia inasema alienda akatamkiwa maneno, yale maneno ndio baraka. Akatamkiwa na baba yake. Alafu Biblia inasema akaacha kila kitu pale nyumbani akaondoka. Nataka nikuonyeshe kwamba baraka sio vitu, baraka ni maneno, ila yale maneno yanaweza kusababisha vitu vije kwenye maisha yako. Kwa kuna maneno yakitamka unapata vitu. Petro anasema kwa neno lako najua nitapata samaki. Nakumbuka amekesha usiku kucha. Maana wavuvi wale watu waliokaa karibu na wavuvi wanaelewa vizuri. Wavuvi ili wavue vizuri huwa wanavua usiku ili watege vizuri samaki. Samaki huwa wanakamatika vizuri usiku. Mchana ukiona wanaenda kuvua samaki, ujue wanatafuta tu extra. Wanatafuta tu nyongeza. Lakini huwa wanatega samaki usiku, ndio samaki wanategeka kirahisi. Sasa usiku kucha ambapo samaki wanakamatika kirahisi, hajapata kitu. Lakini anasema kwa neno hata mchana najua nitapata. Na Biblia inasema kwa kuamini hivyo, Biblia inasema wakapata samaki wengi mpaka nyavu zikaanza kukatika.
mpaka wakawaita watu wengine washirika, wakasema njoo tujaze, wakajaza mitumbi ikajaa samaki. Kwa sababu ya nini? Ya maneno. Sema maneno. Sema maneno yana nguvu. Yes, kwa laana simply ni maneno ya kukosa. Mtu akiwa ukose, sema leo na yaharibu maneno yote ya kukosa na ya kataa. Hana nafasi kwangu. Maneno ya kukosa baraka, maneno ya kukosa afya, maneno ya kukosa kibali, maneno ya kukosa utukufu na ya kungua leo hayana nafasi juu yangu kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Hebu tuangalia haraka haraka Yoshua sura ile mantobera doza taya. Yoshua sura ya 7. Yoshua sura ya 7 mandebara doza taya. Utasoma mwenyewe mstari wa kwanza mpaka wa 12. Yoshua sura ya 7. Ngoja nisome mstari wa ngapi hapa ili tuende sawa. Joshua chapter 7. Okay, ngoja tusome haraka haraka kwanza mstari wa kwanza. Unasema, lakini wana wa Israeli walifanya dhambi katika kitu kilichowekwa wakfu. Maana Akani mwana wa Kalni mwana wa Zabdi mwana wa kabila ya Yuda alitoa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu. Hasira ya Bwana ikawaka juu ya wana wa Israeli. Kisha Yoshua akatoa watu kutoka Yeriko mpaka mji wa Ai ulio karibu na Bethaveni upande wa mashariki wa Betheli, akawaambia akisema, pandeni juu mkaipeleleze nchi. Basi wakapanda juu wakaipeleleza Ai. Wakarejea kwa Yoshua wakamwambia, wasiende watu wote, ila waende watu kama 2,000-3,000. Yani walivyokuwa na udharau ule mji. Anasema waende watu kama 2,000-3,000 hivi wakaupige Ai. Usiwatabishe watu wote kwa kuwaendesha huko, maana watu hao ni wachache tu. Yani ukaona Ai ni wachache tu. Sasa basi watu wakaenda huko wapata 3,000 tu. Nao wakakimbia mbele ya watu wa Ai. Watu wa Ai wakawapiga watu kama 36. Wakawafuatia kutoka mbele ya mlango mpaka Shebarimu, wakawapiga huko kwenye materemko. Mioyo ya watu ikayeyuka ikawa kama maji. Yoshua akararua mavazi yake akaanguka kifudifudi mbele ya sanduku la Bwana hata jioni. Yeye na wazee wa Israeli wakatia mavumbi vichwani mwao. Manterabadoshata. Yoshua akasema, Bwana Mungu, kwa nini umevusha watu hawa mto wa Yordani ili kututia katika mikono ya Waamori na kutuangamiza? Laiti tungelikuwa radhi kukaa ng'ambo ya Yordani. Bwana, niseme nini baada ya Israeli kuwapa visogo adui zao? Maana Wakanaani na wenyeji wote wa nchi. Bwana akamwambia Yoshua, sema Bwana akamwambia Yoshua, haya inuka, mbona umeanguka kifudifudi hivi? Israeli wamefanya dhambi, naam wamelivunja agano langu nililoagiza, naam wametoa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu, tena wameficha na kuvitia pamoja na vitu vyao wenyewe. Vinasema ndiposa wana wa Israeli hawawezi kusimama mbele ya adui zao, wakawapa visogo adui zao, kwa sababu wamelaaniwa. Sema kwa sababu wamelaaniwa. Sema kwa sababu wamelaaniwa. Haleluya. Kwanza mji wa Ai ulikuwa mdogo sana na watu wake walikuwa wachache. Soma baada ya kutengeneza, Biblia inasema wakaushinda ule mji kirahisi. Biblia inasema mji kwa namna walivyokuwa wachache, alafu wadhaifu, wanyonge, mpaka vikosi vya majeshi ya Waisraeli wakawadharau. Wanasema mstabishe watu wengi, peleka tu watu wachache, wataumaliza kabisa huo mji. Biblia inasema siku ile wakapigika watu 36. Haleluya. Yoshua anapomoka mbele za Bwana, anaanza kumuuliza Bwana, mbona wamepigwa? Mbona tumeharibikiwa? Mbona nini kimetokea Mungu? Mungu anakuja kumwambia, anasema hawezi kusimama mbele ya adui zao kwa sababu wamefanya nini? Wamelaaniwa. Kumbe laana inaweza ikamfanya mtu akose nguvu ya kusimama mbele ya adui zake. Unanielewa Haleluya. Kwa kilichowafanya hao watu wapigwe na mji mdogo wa Ai ni kwa sababu wamefanya nini? Wamelaaniwa. Sema naondoa laana kwa jina la Yesu. Kumbuka ukirudi nyuma sura moja tu, sura ya 6, ukisoma Yoshua sura ya 6, Biblia inasema Israeli walikuwa tu wametoka kushinda. Walikuwa wametoka kuangusha mji wa Yeriko, si ndio Ndio. Sura ya 6 tu walikuwa wametoka kushinda Yeriko, tena bila silaha yoyote. Hawajatumia bunduki, hawajatumia mikuki, lakini Biblia inasema kwa kuimba tu na mji ukaanguka wenyewe. Kwa walikuwa wanajua kabisa Mungu anaweza
kuwashindia, lakini ghafla akapigwa na mji mdogo kabisa wa Ai, ambao mji wa Ai hauingia hata robo ya Yeriko ambao walikuwa wametoka kuipiga, lakini wakapigwa na mji mdogo wa Ai kwa sababu wamefanya nini? Wamelaniwa. Walishinda Yeriko kwa sababu wamefanya nini? Wamebarikiwa. Kwa ukibarikiwa unaweza kushinda adui zako. Haleluya, haleluya! Sema kila laana ya kushindwa iliyotamkwa juu yangu leo naibatilisha kwa jina la Yesu. Maneno ya kushindwa nayabatilisha Bwana, nayabatilisha leo kwa jina la Yesu. Bwana, kila kilicholeta laana, kila kilicholeta laana, kila kilicholeta uharibifu kwenye ukoo wangu na kusababisha maumivu na mateso, leo kinavunjika, leo kinavunjika, leo kinavunjika kwa jina la Yesu. Haleluya! Kama unanielewa nipungie tena mkono. Yoshua sura hiyo ya 7. Yoshua sura, okay, ngoja nikuonyeshe kitu. Yoshua sura ya 6, turudi nyuma kidogo. Yoshua sura ya 6 mstari wa mwisho wa 26. Nikuonyeshe kitu. Mstari wa 26 ndio wa mwisho kweli? Okay. Twende kwenye mstari wa 26. Yoshua sura ya 6 mstari wa 26. 1 2 3 twende moja. Naye Yoshua akawapisha akasema, na alaniwe mbele za Bwana mtu yule atakayeinuka na kujenga tena mji huu wa Yeriko, ataweka msingi wake kwa kufiwa kwanza, mwanamume. Haleluya! Sasa tuvuke Wafalme wa kwanza sura 16 mstari wa 30. Tunaona hapo Yoshua ametamka, anasema atakaye kujenga huu mji, akiweka tu misingi, mtoto wake mkubwa anakufa. Atamalizia kufanya finishing na kuweka milango kwa kufiwa na mtoto wake aliye mdogo. Maana mtoto wa kwanza na mwisho anakufa kwa yule mtu atakayejaribu kujenga huu mji. Akatamka hayo maneno. Miaka mingi baadaye, twende Wafalme wa kwanza sura 16 mstari wa 30. Wafalme wa kwanza sura ya 16 mstari wa 34. Umefika? Ni mstari wa mwisho kabisa, si ndio? Moja, katika siku zake Hieli Mbeli ajenga Yeriko, akatia msingi yake kwa kufiwa na Abiramu mzaliwa wake wa kwanza, na akaweka malango yake kwa kufiwa na mwanawe mdogo, sawa sawa na Bwana. Alitamka maneno, akawaapiza watu, akasema yeyote asa huu mji tumeubomoa, yeyote atakayejaribu kujenga, akiweka tu misingi yake ya huu mji kutaka kujenga, mtoto wake wa kwanza atakufa. Akimaliza kujenga anafanya finishing, kuweka milango, mtoto wake wa mwisho atakufa. Akatokea mtu miaka mingi baadaye, sema miaka mingi baadaye, Yoshua yupo tena, alishaondoka, vizazi vingi vimepita hapo katikati. Huyu jamaa bila shaka alikuwa ajui, si ndiye? Bila shaka alikuwa ajui kwamba kuna maneno yalitamkwa mtu asijenge hapo. Kuna maneno yalitamkwa mtu asijenge pale. Kwa sababu ajui akajenga pale. Lazima alipojenga tu alipoweka msingi, mtoto wake wa kwanza Abiramu akakata moto. Haleluya. Abiramu akafa kwa sababu baba yake ameenda kujenga pasipojengwa. Haya, nikuulize kwa mfano, Abiramu kosa lake lilikuwa ni nini? Anakosa lolote? Kwa tunaona kumbe laana zinaweza zikasababisha mtu asiye na kosa akapatwa na vitu. Akamaliza kaweka milango yake, mtoto wake mdogo Segubu akafa. Segubu alikuwa na kosa gani? Ndio maana nakwambia kuna vitu unaweza ukawa unavipitia wewe, wala wewe hauna kosa lolote, lakini kuna watu walisema akijaribu tu kufanya biashara, akijaribu tu kufanya biashara mambo yake yaanze kuharibika. Kwa kosa lako eti ni kufanya biashara. Sema leo natengua hiyo laana. Sema leo naharibu kwa jina la Yesu. Kwa tunapata kujifunza laana haiangalii kwamba unajua au hujui. Laana ni kama sheria. Kwenye sheria tunaita ignorance of the law is not an excuse. Ignorance of the law is not an excuse. Yani kutokujua sheria sio kinga ya nini? Sio kinga ya adhabu. Ukavunja sheria alafu kaenda mahakamani, ni kwa sijui kama kuiba ni kosa la jinai. Hakuna.
Kwa sheria kama haijalishi unaijua au hauijui, yenyewe inakuhukumu kwa sababu ni sheria. Ndivyo ilivyo laana, haiangalii unajua kwamba ipo au haujui. Inawezekana huyu mzee huyu Hieli huyu alikuwa ajui kwamba Yoshua alitamkaga haya maneno kwamba atakayejenga pale. Haleluya, haleluya. Pengine wametaka kabisa huko nyuma. Siku moja tunamwambia mtu, kwa habari tu ya ndoa yake, ilikuwa ni kwa tulivu tu kwenye ndoa yake. Ndoa yani haituko suko, ni mafarakano, ni mambo kibao yani yanaendelea. Wakati naomba neno la maarifa likaje, sema neno la maarifa kama funuo, kwamba yule mama yake amewahi kuvunja ndoa ya mtu. Manake aliolewa na mwanaume aliolewa na mwanaume ambaye alikuwa na mke, akaacha mke wake akamuoa yule mama. Yule mama wakati anaondoka akaacha ametamka maneno, akasema kwa sababu nimefanyia mume wangu, hata watoto wako hakuna atakayeolewa akafanikiwa, zao zitakuwa na uchungu. Ni maneno yanaonekana ya kawaida, si ndio? Lakini nakwambia usipoyatengua yana nguvu. Baada ya muda ndio huo uchungu, baada ya miaka mingi. Tunamuuliza yule mama, tunamwambia 1 2 3, anasema sijui kwanza, anasema hapana. Anasema hapana, hicho kitu hakijawahi kutokea. Tuambie afanye kudanganya. Nenda uulize vizuri. Nenda ufuate, kumbe hajui. Kwa sababu hayo mambo yalitokea yeye hajafanya nini? Hajazaliwa. Akaanza kumwambia mama yake, akamwambia hii siri ni kwaga sijawahi kukwambia, lakini iko hivyo. Baada ya hapo ndo tuliomba mambo yakaanza kufanya nini? Kukaa vizuri. Haleluya. Kwa lazima ni vizuri ukajua chanzo cha ubaya. Na ni vizuri ukawa na mtu ambaye anaweza akakuongoza kubatilisha kama wewe uwezi. Haleluya. Haleluya. Kwa ukweli kuna mambo funguka. Ana mtu ambaye unaweza kumfungukia, sio kila mtu, lakini unajua huyu mtu ana nguvu za Mungu, ana neema ya Mungu, anaweza kaomba na mimi mwambie yale unayojua, lakini kama unashughulika nayo. Lakini tunapoomba hata hivi generally kuna vitu ambavyo vinaharibika ambavyo hata wewe hujui. Sema kwa jina la Yesu, kila maneno yaliyotamkwa juu ya baba yangu au juu ya mama yangu, maneno ya laana, maneno ya kuharibikiwa, ya kukataliwa, ya mkosi, ya balaa, mchana wa leo na yatengua, nabatilisha, hayatakuwa kwangu wala kwa watoto wangu kwa jina la Yesu. So tunaona huyu Segubu na Abiramu wamekufa kwa sababu tu mzee wao amejaribu kujenga. Kumbe mtu anaweza akawekea kikwazo asijenge. Unashangaa tu ulipoanza kujenga matatizo yameanza kukupata kwa sababu hawataki ujenge. Ulipoanza tu kujenga uchumi wote ukaporomoka kwa sababu hawataki ujenge. Sema kwa jina la Yesu, yale maneno yaliyotamkwa juu yangu kwamba sitajenga nyumba, na yatengua na yabatilisha leo kwa damu ya Yesu. Hayana nafasi juu ya maisha yangu. Kila laana isiyotaka nijenge, vunjika sasa kwa jina la Yesu. Kila laana isiyotaka ndoa, vunjika sasa kwa jina la Yesu. Kila laana isiyotaka nifanye biashara, vunjika sasa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Harabasontaraba. Tuelekea kwanza kwa sasa. Katika Mwanzo hiyo sura ya 3 tuliyosoma, wakati zile laana zinatamkwa, zilikuwa zimejielekeza, zilikuwa specific kabisa. Zilikuwa zimeelekezwa kabisa kwa watu fulani. Haleluya. Ile Mwanzo sura ya 3, hebu turudi pale Mwanzo sura ya 3:17. Utasoma mwenyewe Mwanzo sura ya 3 mstari wa 17. Ukiangalia utaona zimeelekezwa kabisa. Mungu anatamka kabisa kwamba Adamu
Yaani kuna laana mahususi kwa ajili ya mwanaume na kuna laana mahususi kabisa specific kwa ajili ya wanawake, ya mwanamke. Kwa manake hata kwa familia, hata laana za familia ziko hivyo. Kuna laana kabisa wametamkiwa watoto wote wa kiume wa familia, watoto wote wa kiume wa ukoo, watoto wote wa kiume wa hiyo nyumba ya baba yako, wote wametamkiwa. Wote wana mambo fulani hivi mabaya mabaya yaeleweki, wote wanafanana. Tunashangaa familia, yani watoto wote wa kiume wote, yani hakuna asiyekunywa pombe. Haleluya, wote wanakunywa. Nasema mimi naambia ukweli, naambia najitoleaga mfano kwenye familia ya kwetu. Mimi familia yani kama nisema hakuna asiyekunywa, wote. Alitokea mtu anywe, yani mtu wa ajabu. Haleluya. Nani ni laana kwenye hiyo, yani ipo. Wote wamekamatwa na ulevi. Sema sio kwangu kwa jina la Yesu. Sema sio kwangu kwa jina la Yesu. Nikakwambia kwa mfano sisi kwetu familia upande wa baba yangu, watoto wa kiume wote, hamna mtu ambaye anaweza kuoa mwanamke mmoja. Never. Eti aridhiki ameoa mwanamke mmoja ametulia. Mama Jemima, usipoomba shauri lako. Haleluya. Lakini nilivyogundua nikaona hapa kuna shida hapa. Naambia hata wadogo zangu kabisa wadogo wameshaoa wanawake wawili. Wangapi yani hawezi kulia na mwanamke mmoja. Manake ni kitu kiko kwenye nini? Damu ya huo ukoo. Nilivyogundua nikasema sio mimi kwa jina la Yesu. Nikasema naitangua hii kwa jina la Yesu. Sema natangua kwa jina la Yesu. Natangua kwa jina la Yesu. Sema laana ya familia, laana ya ukoo haitawafuata watoto wangu. Najitenga nayo kwa damu ya Yesu. Nikasema nao. Na ukiwa waiza, ukiwa na hekima zaidi, usiangalie tu familia unayotokea, angalia hata familia ya mke wako, angalia hata familia ya mume wako. Haleluya. Wakati naenda kumposa mara ya kwanza, nikawa nawatania watu. Wakati naenda kumposa mke wangu kupeleka posa ili nioe. Haleluya. Nawatania watu, nikasema mniombe, maana naenda kupiga hodi. Mashetani ya familia yameshaniona. Haleluya. Kwa nimeenda kabisa na akili zangu. Kwenye ile familia kuna mashetani yake. Kila familia, mwambie kila familia huwa kuna mashetani yake. Kwa naenda kabisa nikiwa na hii familia, watu wa hii familia mimi nimeshapiga rada. Majemima. Yaani nishajua kila kitu, ndo nakupa siri sasa. Najua watoto wa kike kwenye familia yenu wakoje. Najua watoto wa kiume wakoje. Najua. Haleluya. Usipojua, manake unajua unapenda kujiunganisha na familia, manake naona kuwa memba wa hiyo nini? Familia. Kama ni mwanamke, manake una watoto wa kike wa hiyo familia. Kwa vitu ambavyo vinawafuata wanawake wa ile familia, na wewe vinaanza kukufuata. Kama watoto wa kike wao wanakufa kabla ya muda fulani, na wewe manake unashangaa ile mauti, na sema sio mimi kwa jina la Yesu. Sema najitenga nayo kwa jina la Yesu. Maana kama hiyo familia yake watoto wa kiume wote wanakufa, na wewe unaingia kwenye target. Sema I'm not targeted by the devil. Haleluya. Sema kila target ya kishetani juu ya maisha yangu inayotokea kwa mume wangu, kwa mke wangu, ile target nimeifuta kwa jina la Yesu. Unaenda kujiungamanisha ukiwa na akili timamu. Sisi ukija madhabahuni tukiwa kufungisha ndoa tunakuapisha. Haleluya. Tunakutamkisha maneno, umechagua mwenyewe. Maana pale unapokuwa unachagua, unakuwa unachagua kila kitu cha hiyo familia. Sema lakini laana ya familia, laana ya hiyo familia, nenda nyuma yangu, nenda mbali yangu, huna nafasi kwangu kwa sababu ya wazi aliye ya Mungu. Toka kwangu kwa jina la Yesu. Nikasema kwa mashetani ya familia sasa. Najua ameshaniangalia hapa.
yanasema mchungaji kaja, mchungaji kaingia. Haleluya, haleluya. Familia imepata kuhani wa Bwana. Haleluya. Kama kuhani ilikuwa kama familia ilikuwa na kuzimu, umeingia sasa kuhani wa Bwana. Kwa tayari kuna vita pale. Unaleta mambo ambayo yako kwenye familia, sema ndio nishaingia. Haleluya. Sema leo. Kila laana inawafuata, inawatafuna watu wa nyumba ya baba yangu, mchana wa leo najitenga nayo. Ile laana inayokula watu wa nyumba ya mama yangu naiondoa kwa damu ya Yesu. Ile laana inayoharibu watu wa nyumba ya mke wangu, ya mume wangu, sambaratika kwa jina la Yesu. Utashangaa kwa sababu yako mambo yanaanza kutengamaa. Alafu hao wajiulizi kwa nini mambo yanaanza kukaa sawa. Ni kwa sababu kuna mtu ameingia. Haleluya, haleluya. Sema lazima yakae sawa, sema lazima yawe sawa. Sema mashetani, makuhani wa kichawi kwenye familia, achia hicho kiti na waondoa kwenye viti vyenu, na tengua viti vyenu, na pindua meza zenu kama Yesu alivyopindua meza za Mafarisayo, na pindua meza zenu kwa jina la Yesu.